wakinijua hapa wachelewe. Yaani najaribu tukienda kwenye maombi kimya ile hautaki kutokeza. Nashangaa tu siku moja naitwa, uwe mchungaji wa watoto. Sasa Mungu wamenionaje ndio mchungaji wa watoto? Sasa hamna, mimi ndio mrefu narudi chuo sasa hivi. Sawa, wamenionaje? Biblia inasema mti ambao uko juu ya mlima haujifichi. Mtu Mungu hamjasoma? Yaani ukichukua mti ukaweka mlima Mbeya, mtu akifika tu mlima Mbeya anaona mlima ile pale. Mtu ambaye anafanya meditation, Paulo anasema kuendelea kwako kutakuwa dhahiri kwa watu wote. Hauna lengo la kujionyesha kwa watu, lakini unaonekana tu kwa watu. Kianza tu maombi wenzetu tumesema. Wale wenye roho mbaya mnawajua. Nataka tumuone tu yeye ndo anazama. Wao wazani ili tu waone. Sawa, tazama wewe anasema, anataka tumuonane yeye. Tumemaliza. Amen, amekazana. Sawa. Basi na wewe fanyaga hivyo na wewe tukuone. Yesu asifiwe. Amen. Shida ni kwamba wewe hujafanya meditation. Jina la Bwana libarikiwe. Ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Tunataka maendeleo ya Kasfet hapa yawe dhahiri. Apenda mkanisa kwanza mpite. Biblia inasema hivi, hakuna mtu aliyethubutu kujifananisha nao. Tunasema tena mtu. Yaani Biblia inasema watu walikuwa wakiwaona wanawaadhimisha. Wanasema wale jamaa ni tofauti na sisi. Wakiwaona wanakwenda sasa hivi tukionekana hakuna mtu anaweza akajifananisha na sisi. Sasa sisi ni wale tu. Ni wale tu. Si wale kivipi? Tofauti ni dini tu na sali kule haipaswi tofauti dini. Amen. Yaani kuna expression ya Yesu ambaye tukitoka na Yesu, mtu akituona anasema huyu jamani tofauti na mimi. Sawa? Amen. Tunakuwa wachungaji wote lakini hatufanani. Wainjilisti wote lakini hatufanani. Waimbaji wote lakini hatufanani. Mimi nina kitu special, huyu ana kitu special. Kwa nini? Anafanya meditation. Unasifiwa. Wakati wenzako amelala usiku, wewe uko macho. Tukitokea mchana ni kana kwamba sisi wote tumelala usiku kucha, lakini kuna mmoja amelala, huwa anaambia kanisani, kuna siku Mungu anani surprise. Naweza nikalala saa 5:30, saa 6 kasoro naamka. Nasema sasa Mungu ile anatatiza. Hapo nikiamka ndo silali tena mpaka asubuhi. Sawa? Na meditate, naomba, nasoma neno mpaka kuna kucha Isaya asubuhi. Alafu sio kama ninasema inateka. Yaani kuna kucha naoga, naenda kazini, naenda kufundisha. What is current? Nishagaelewa. What is current? Haya yote nayo yafanya sijiandae kwenda kufanya huduma. Na yaani haya ni maisha yangu. Umeelewa? Uokovu watu wa Mungu sio huduma. Uokovu ni maisha. Sasa hatumtafuti Yesu kwa sababu tuna huduma. Tunamtafuta Yesu kwa sababu ni maisha yetu haya. Amen. Na siku moja naamka wazo linanijia, utafanya hivi mpaka hii. Najibu haraka mpaka Yesu arudi. Sababu shetani anaanza kunishawishi. Sasa umelala saa 6 kasoro, umeamka saa 6. Haya ndio maisha nayo, haya ndio maisha yetu. Bwana nibarikiwe. Meditation, ujifunze kutafakari. Anasema ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Watu wakikutazama wanasema huyu kaka ameokoka. Amen. Amen. Sasa nimewahi kwenda mahali fulani nikasema sijitambulishi kama nimeokoka. Nimeenda kufanya hivi. Jamaa mmoja akaja akanikana. Aisema wewe jamaa utakuwa mrokole wewe. Nikasema hawa wewe ni mrokole wewe. Nikasema hapana. Hamna, wewe nimekuona wiki nzima huko hapa. Ninakufuatilia sana. Wewe utakuwa mrokole. Yaani alining'ang'ania mpaka nikakubali nimeokoka. Na nilisema sijitambulishi hapa kama nimeokoka. Siku moja nimeenda kufanya field mahali fulani. Nashangaa tu rundo la watu nakuja. Field ya waumini barikiwa wafanya kazi. Tuna mchungaji. Hapa field tuna mchungaji. Na nikamwambia mimi mchungaji, mimi ni mshirika katika kanisa letu. Naambia, tumeambiwa ni mchungaji. Kuna namna ambavyo ukifika mahali fulani unaweza ukaonekana. Sasa uonekani kwa kujionyesha. Una maisha fulani unaishi sirini ambao ukitokea kwa watu una ile expression huwezi kujificha. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanzo. Tumalizie Mwanzo. Mwanzo sura ya 24 mstari wa 63. 63. Nasoma. Amen. Mungu anasema, Ndio. Isaka akatoka ili kutafakari kondeni wakati wa jioni. Isaka akatoka ili kutafakari kondeni wakati wa jioni. Akainua macho yake akaona. Akainua macho yake akaona. Na ngamia wanakuja. Utaendelea kusoma.
Isaka alitoka kutafakari. Niliposoma meditation haijaanzishwa na Mungu na Yoshua. Sawa? Meditation imeanza na Ibrahim. Isaka amelelewa na Ibrahim. Unaelewa? Isaka amefundishwa ibada na babake. Siku ile anaenda kutolewa sadaka kule, Isaka alikuwa anamuuliza babake, "Mbona leo hatuna sadaka?" Yaani anajua huwa tunabeba sadaka. Leo hatuna. Baba anamwambia Bwana atajipatia. Wanaenda, anafika sema, anamwambia leo mwanangu ndio sadaka. Sasa haina shida baba. Sawa. Alikuwa amejifunza kwa nani? Meditation. Biblia inasema wakati wa jioni akatoka kwenda kondeni. Maana alikuwa anakaa na watu. Ndio nikakwambia huwezi kumeditate kwenye rundo la watu. Tuko tunakaa chumbani, tuko sita, tunafanya meditation. Au tuko lazima nitoke niwe peke yangu. Ndio maana the best wenzangu wanapolala sana ndio ndo naamka. Sawa? Wakati hakuna utulivu pale tunapokaa, wengine Mungu abariki hapa, kila mmoja amepanga chumba chake, Yesu ambariki. Maana yuko free, anaweza akafunga mlango, anafanya meditation. Sawa? Tofauti tukiwa watano, tukiwa ngapi? Lakini tukiwa watano bado usiseme kwamba sasa baba sisi tuko wanne hapa tunakaa. Bado liko tumaini. Amen. Bado liko tumaini. Sawa. Subiri wenzako akienda darasani, wao na kipindi, fanya meditation. Sawa. Anaingia huyo, anarudi huyu, tafuta mti mara fulani, kakae pale katulie. Hii tena ni kubwa sana yenyewe. Amen. Sawa. Hii ni kubwa, mimi sijazunguka kote. Unaweza ukakaa pale kama vile unasoma vile ndio una meditate. Sawa. Unataka tujiepushe na watu wanapita huko na kusikia mgongo. Weka headphone zako masikioni. Wakikusalimia hatusikii, hata kumsalimia hasikii. Umeona kaweka headphone masikioni. Vijana wa siku hizi wanarundika tu headphone masikioni. Wanakusema wao unafanya nini? Meditation. Pale wakati jua linawaka, upepo unapuliza, ulishaingia roho tayari. Sawa? Amen. Wakati nafanya meditation nakutana na watumishi wa Mungu wakubwa. Wengine walifaga zamani. Mpaka baadaye nasema Mungu wangu mimi nakuelekea. Sasa kisa cha kukutana na huyu baba alikufa kwenye kichani. Sawa? Nakutana na watumishi wa Mungu wakubwa. Alafu wananiambia vitu. Kuna jamaa mmoja alikuwa anafanya meditation akakutana na Isaya bwana. Yaani wanamsubiri aje afanye seminar kama hivi ambapo mlikuwa mnanisubiri nije hapa. Wanashangaa jamaa aje. Baada ya masaa mawili anakuja. Ibada kipindi chake kimeisha. Sasa jamani, samahani, kwa najiandaa kuja kufundisha hapa, Isaya akaja pale chumbani. Kwa hiyo saa yote mawili haya alikuwa anaongea na Isaya. Hivi unaweza kamaelewa wewe? Jamaa kujikweza wewe. Isaya akaja chumbani. Yaani nataka tu tumuone yuko. Bwana nibarikiwe. Yaani hiki kitu na kufundisha ninakifanya. Yaani hiki nafundisha, huwa nawaambia watu wa Mungu, nasema fundisha maisha yako. Amen. Yaani sifundishaki vitu ambavyo sijafanya. Yaani kitabu fundisha maombi na kufunga, naanza kufunga kwanza. Sawa? Yaani siji tu nasema nimesoma Pastor Makunja alisema kufunga na kusali siku 100 na mimi nakuja nafundisha na mimi nafunga nione. Sawa? Ndio mmoja alifunga siku 21 hadi anakunywa tu maji. Nikasema na mimi naitaka hii. Kabla sijaenda kufundisha. Na mimi nikafunga siku 21. Siri kitu. Nilitaka kufaulu. Unaona naendelea. Nilichokuwa nataka, nilikuwa nasema siwezi kusimama kanisani nikasema maombi ya kufunga siku nyingi bila kula kitu wakati sijawahi kufanya hivyo. Sitaki kuwa farisayo. Nataka kuwapeleka watu mahali ambapo nimewahi kwenda. Nikisema meditation, this is my life. Nikisema kunena kwa lugha ni maisha yangu. Nikisema kuomba, hayo ni maisha yangu. Kwa hiyo kama mimi kidogo anafaa. Yaani naweza nitoke nyumbani mchana. Yaani naweza nikafunga rafu kuja kugonga mlango sifungue. Kwa hiyo kama mimi anafaa kunijua. Nishaambia nikiwa mtu akija kunitafuta mwambieni yupo, lakini nasema tusiwe. Msije kusema wao. Kama hayupo, mwambieni yupo, bila kusema tusiwe. Nakaa chumbani kwangu naamka saa 2 asubuhi.
Nafanya nini? Nasoma neno, naomba, nasoma neno, naomba. Alafu sina ibada yoyote ya nikwambia. Sina mission. Yaani hapo nimesema leo ngoja nijifungie. Sawa? Maisha nafundisha kwamba wokovu sio event fulani. Wala wokovu sio dhehebu A na B na C. Hii ni aina nyingine ya maisha. This is spiritual life. Yaani ni maisha ya kiroho ambayo kishakuwa nayo kila mmoja anajua. Biblia inasema Isaka akatoka kwenda kondeni kutafakari. Alipoanza kumeditate, akainua macho, akamwona Rebeka anakuja. Unakumbuka eh? Wengine hapa mna maombi mengi. Ukifanya meditation mtu atakuja tu. Kazana maombi, lete mtu hamna. Watakuja wengi, watakuchanganya. Utaanza tena, ulikuwa unaanza lete mtu, amekuja watu, sasa unapata ni huyu au huyu. Akili zinaanza kufanya kazi tena bado. Yesu asifiwe. Isaka alipoenda kufanya meditation, akainua macho, akamwona Rebeka anakuja. Meditation inafungua macho ya maono. Ndio maana nikamwambia ukianza kumeditate unaanza kuona maono. Sawa? Huwa naingia kwenye meditation, ninaanza kuona kesho yangu. Naanza kuona huduma yangu kesho ikoje. Naanza kuona nini kinafuata kesho. Nikianza kufanya meditation, naona nafungua watu waliofungwa, nafufua watu wamekufa. Nikishtuka naona niko kwenye mkeka bado. Niko kwenye mkeka bado. Nasema Mungu wangu, uniwezeshe au nifanye. Yesu asifiwe. Amen. Unaanza kuona future. Unataka kuona future, learn how to meditate. Toa muda. Yesu asifiwe. Wekeza kwenye mambo ya kimungu. Soma neno, tafakari neno. Unapotembea njiani, jiwazie neno. Unapokaa peke yako sirini, nitafakari neno. Baada ya muda fulani, watu wanaweza wasikujue. Usiwe na shida. Usiwe na shida. Baada ya muda fulani, kila mmoja atatamani kukutana na wewe. Sawa? Wala utafute kukutana na watu. Watu wanatafuta kukutana na wewe. Yesu alikuwa anatafutwa na watu. Sawa? Alikuwa atafuti watu. Yesu alikuwa akifika hapa, watu wote wanakuja. Lakini angalia siri ya maisha ya Yesu. Akimaliza tu semina, anaenda mlimani. Peke yake. Anafanya kitu kinaitwa meditation usiku kucha. Yalikuwa ni maisha. Haikuwa event kwamba tuna mkutano kesho. Ilikuwa ni maisha, mfumo wa maisha. Yaani ukishageuza hii kitu akawa maisha yako, huwezi kuwa mrokole wa kawaida. Pamoja nilikuwa Radio Islands FM, mtangazaji ananiuliza hivi, mrokole wa kawaida na watu tunamwambia hatunaga mrokole wa kawaida na watu. Tunamrokole tu sisi. Kuna watu wanasemaga ni warokole wa kawaida. Nikasema hatuna warokole wa kawaida sisi. Lakini hatuna warokole wa kawaida. Wote ni warokole. Sawa. Kwa nini unakuwa wa kawaida? Kwa sababu kuna vitu umemisi ndani yako. Ukimisi vitu unakuwa kawaida. Ukishakuwa loaded huwezi kuwa kawaida. Huwezi kujificha. Biblia inasema nuru yenu iangaze mbele ya watu. Watu wayaone matendo yenu, watu watakuona ukimsema. Watu watakuona ukibarikiwa. Nimefanya hiki wakati nasoma, watu walikuwa wanasema utadisco wewe chuo. Nikamwambia mimi si disco kwa jina la Yesu. Nilikuwa nasoma risali 1.5. Tuna masomo 14. Halafu nasoma risali 1.5. Nasoma masomo 5 kwa risali 1.5. Watu wananiambia acha mchezo Makunja, utadisco. Nikamwambia kwa jina la Yesu sitadisco. Sawa. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Nimefanya hivi ninavyofanya, hivi ninachokufundisha, nimeenda kwenye huduma sehemu nyingi nimemwona Yesu. Sawa. Nilifika Ukelewe juzi nilikuwa kwenye huduma, mtu mmoja ananiuliza swali. Yaani alivyoona vitu vilivyofanyika kwenye ibada ananiulizaje swali? Hivi hili jina Makunja litakuwa na maana fulani? Yesu asifiwe. Na kuhakikisha, yaani kuna mahali fulani unakwenda, ukitoka watu wanabaki wakiwa huko. Ndio maana kufundisha kitu kinaitwa majibu ya nini? Ya maombi. Sasa hauendi kuwaombea watu kule, unakusanya nguvu. Ukifika huko unafungua watu. Unaacha huru waliosetwa. Ukiondoka huko ulikotoka pamebaki amani, pamebaki furaha. Sawa? Sasa hii sio lazima uwe mchungaji. Hii sio lazima uwe apostol. Hiyo sio lazima uwe nani. Haya ni maisha. Yaani unarudi nyumbani kwenu pale. Juzi tu nilikuwa likizo nyumbani kwetu. Nifika pale nikanyamaza kimya, sikuwaombea. Nilipotaka kuondoka, nilijua naondoka kesho. Nikasema sasa leo ngoja nikawaombee. Napita nyumba kwa nyumba naomba. Ana pepo analipuka pepo. Sasa yaani wewe uko hapa siku zote hata utuombee.
Ungekuwa unatuombea kila siku. Babangu hapo nizaa alikuwa anaanza anatembea mgongo unakuwa hivi. Kwa jina la Yesu. Aise, umenyoka bwana. Sasa kwa nini ulikuwa utuombee siku zote? Toka uje ungekuwa unatuombea kila siku. Nilifanya makusudi. Nikasema ngoja nikawa surprise nataka kuondoka. Sawa? Yesu asifiwe. Nataka tuwaonyeshe watu Yesu tuliye naye. Tunamwonyeshaje Yesu? Lazima umtafute Yesu kwanza. Ukimpata Yesu unaenda kumexpress kwa watu. Nataka nitumie tu dakika 2 tu kumaliza. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa neema ambayo umenipa ya kuja kusimama kwenye fellowship ya Kasfeta. Asante kwa siku ya kwanza Jumatatu. Asante kwa siku ya pili Jumanne. Asante kwa siku ya tatu leo Jumatano. Neno lako linasema ili mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Ili mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Baba, katika jina la Yesu Kristo namwombea neema huyu ambaye ameyasikia maneno haya hata sasa. Namwombea neema sasa kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya kutafakari, neema ya kutenda, neema ya kuishi neno lako. Kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu neema yako haikutuacha peke yetu au kutuacha tusimame peke yetu. Bwana Yesu Kristo mwema, mkono wako sio mfupi usiokoe, sikio lako sio zito lisisikie. Zalisha waombaji mahali hapa, zalisha watu ambao watatendea kazi maneno yako, zalisha watu ambao wataliishi kusudi lako, zalisha watu ambao watakutumikia kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa uaminifu, kwa kulifanya shauri lako liwe halisi. Zalisha watu ambao watu watakapokutana nao wakutane na wewe, watu ambao watakuwa vibebeo vya utukufu wako, watu ambao watakuwa vibebeo vya utukufu wako. Zalisha mahali hapa e Bwana, zalisha wadada waombolezaji kama ilivyoandikwa, fikirini mkawaita wanawake wanaojua kuomboleza. Wacha watuombolezee, macho yetu yachuruzike machozi, macho yetu yachuruzike machozi. Bwana, katika jina la Yesu, neema yako iachiliwe sasa, rehema zako ziachiliwe sasa, huruma zako zizidishwe sasa. Yamkini Bwana ulikuwa umemkatia tamaa, ukasema hata simama tena. Jioni ya leo msimamishe tena, jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo msimamishe tena. Umshike kwa mkono wako, umshike kwa mkono wako. Awe dada ambaye ataombea wazazi wake, ataombea wadogo zake, ataombea ndugu zake, ataombea kichuo, ataombea ili kanisa, ataombea ili taifa kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, nimesema majibu ya maombi. Naomba neema yako, naomba neema yako. Ikiwa Bwana yuko mtu hapa ni mgonjwa, ukamfungue kwa jina la Yesu Kristo. Amefungwa, afunguliwe. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa kuwa amenitia mafuta niwahubiri maskini habari njema. Amenituma ili kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, wafungwa kufunguliwa kwao, waliosetwa waachwe huru, vipofu waone tena, upofu wa rohoni, upofu wa mwilini, uziwi wa rohoni na uziwi wa mwilini. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, use sasa kwa neno lako, kwa rehema zako na kwa fadhili zako, ukamtendee mema, ukamfadhili, ukamfiche, ukamlinde, ukamtunze. Neema yako ije juu yake, rehema zako zije juu yake, fadhili zako ziongezeke kwake. Bwana, mtazame, mkumbuke, mwangalie, fanyie nafasi, mfanyie wepesi. Alikuwa anapata uzito kwenye maombi, fanya wepesi sasa. Alikuwa anapata shida wakati wa kusoma neno, fanya wepesi sasa. Alikuwa anafanya mipango ya kukutafuta lakini inashindikana, anaanza anaishia katikati. Bwana, mwanzo mpya natangaza kwa jina la Yesu. Namtangazia mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo, mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo, mwanzo mpya kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo.
akaone wepesi, akaone wepesi, akaone wepesi katika jina la Yesu Kristo. Kama uko mtu makundi mawili tu, yamkini umeokoka, lakini unajua kwa kweli mimi siendi vizuri na Yesu. Unajua, sio kama unahisi, unajua ya kwamba mimi nimeokoka, lakini kwa kweli ninapoenenda siendi sawa na Yesu. Nataka nikuombee upatanisho na Yesu. Kama uko, nyosha mkono. Kama uko hapa umeokoka, unasema mimi siendi vizuri na Yesu, nyosha tu mkono. Yesu ni mwema, atakutazama. Sisemi kwamba haujaokoka, umeokoka, umemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ila unasema mimi kwa kweli siendelee vizuri, nyosha tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe huwa unatazama, wewe huwa unaangalia watu wako, na neno lako linasema ya kwamba tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa haki, utatusamehe. Tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa haki, utatusamehe. Huyu hapa Bwana, kunyoosha mkono ni ishara ya kwamba ametambua hatia yake, ameona ya kwamba hakufanya vizuri, amejua kabisa kwamba hivi ninavyofanya sivyo ninavyopaswa kufanya, hivi ninavyoenenda sivyo ninavyopaswa kuenenda. Hajanyosha mkono wako mbele ya mwombaji, hajanyosha mkono wako mbele yako. Huu mkono umenyooshwa mbele yako, huu mkono Bwana umenyooshwa mbele yako. Bwana, naomba rehema zako juu yake, naomba huruma zako juu yake, naomba fadhili zako juu yake. Msamehe, mtakase, msafishe, usikumbuke hatia yake, usikumbuke hatia yake. Kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, kuanzia sasa katika jina la Yesu. Ribabosa karababosaida arabushakarababosidimosaida antarabosaida makantarabosaida. Achilia rehema zako, achilia fadhili zako, achilia utakasi wako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ukamsamehe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Neema yako, neema yako, neema yako, neema yako, neema yako, neema yako, neema yako kuanzia sasa iongezeke, kuanzia sasa iongezeke, kuanzia sasa iongezeke tena tena, kwa jina la Yesu iongezeke, kwa jina la Yesu Kristo. Huruma zako, rehema zako na fadhili zako zikamfadhili na kumshika kuanzia sasa, siku zote za maisha yake. Bwana, asirudi nyuma tena, asirudi nyuma tena. Mshike kwa mkono wako uliodai, mshike kwa mkono wako uliodai. Kuanzia sasa awe chombo cha kufaa na akayafanye mapenzi yako siku zote za maisha yake. Na Bwana, mbingu zikaandike leo ya kwamba umempata na huyu, na ya kwamba Bwana, huduma ya siku hizi umefanikiwa kumkuta huyu, umefanikiwa kumrejesha huyu, umefanikiwa kuyagusa maisha yake. Bwana, umkumbuke Bwana, usimhesabia hatia yake tena, umkumbuke, usimhesabia hatia yake tena, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, asante kwa sababu ya uguse mwili wake sasa. Hayo maumivu asiyasikie tena, hayo mateso asiyasikie tena. Kuanzia sasa na kuendelea, kwa jina la Yesu Kristo, awe mzima, awe mzima, awe mzima. Neema yako ije juu yake na uponyaji wako utamkwe kwake sasa. Malaika zako wa afya, malaika zako wa uponyaji wakahudumu uponyaji kwenye mwili wake, kwenye roho yake na kwenye nafsi yake. Kuanzia sasa na kuendelea, kwa jina la Yesu ninamweka wakfu mikononi mwako, awe mzima kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa hii fellowship, asante kwa mwenyekiti, makamu, katibu, mhazina na viongozi wote na wanachama wote wa hii fellowship. Bwana, watendee mema, wafadhili, walinde, watunze, wakumbatie na watamie. Bwana Yesu Kristo, wamekuja kusoma hapa, fungua fahamu zao, fungua fikra zao, wakisoma waelewe, wakienda kwenye vyumba vya mtihani wakumbuke walichokisoma. Bwana, wawe vichwa wasiwe mikia, wawe juu wasije kuwa chini. Kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, wafanyie nafasi, wafanyie wepesi, wafanyie na njia mahali pasipo na njia. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen.